Tunaendelea na episodi ya pili ya simulizi yetu tamu ya upendo wa mkopo, ambayo binti wa kitajiri aitwaye Neema aliyempenda kijana maskini aitwaye Juma, lakini familia yake ilikataa kuolewa na maskini, walitaka aolewe na Kelvin, kijana mwenye pesa. Endelea kufuatilia hii simulizi kama hujatazama episodi ya kwanza, kaitazame kisha subscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi pindi zinapotoka. Habari ile ilianza kama kivuli kisicho na umbo, lakini kila ilipopita ilizidi kuwa na uzito. Wengine walisikia sokoni, wengine kwenye kisima, na wachache waliipata kwa bahati tu walipokuwa wakipita karibu na nyumba ya Bwana Selemani usiku wa manane. Ilikuwa habari iliyosemwa kwa sauti ya chini, kwa macho yanayoangalia pande zote, kana kwamba ukweli wenyewe ulikuwa kitu cha kuogopwa. Biashara zake zimekwama, mtu mmoja alinong'ona. Benki inataka majibu, mwingine akaongeza. Huyu Kelvin naye ana mambo yake, sauti ya tatu ikakatiza. Lakini hakuna aliyethubutu kusema waziwazi mbele ya Bwana Selemani. Alikuwa bado ni Selemani yule yule, mwanaume aliyesaidia wengi, aliyekuwa nguzo ya kijiji, aliyewahi kusimama imara pale wengine walipoyumba. Lakini ndani ya macho yake kulianza kuonekana mstari mwembamba wa hofu, ule mstari unaojitokeza pale mtu anapogundua kuwa kile alichokitegemea si cha milele. Neema ndiye aliyekuwa wa kwanza kugundua mabadiliko hayo kwa ukaribu zaidi. Baba yake alianza kubadilika ratiba. Aliamka mapema kuliko kawaida, aliondoka kimya kimya, na alirudi akiwa amechoka kupita kiasi. Sauti yake iliyokuwa na mamlaka sasa ilikuwa nzito na iliyothibitiwa. Wakati mwingine Neema alimkuta amekaa peke yake sebuleni, macho yake yakitazama mbali, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinamtesa moyoni lakini hakutaka kukisema. Neema alitaka kumuuliza, lakini kila alipojaribu, maneno yalikwama. Hakuwa tena msichana mdogo wa kuuliza kila kitu. Alikuwa binti aliyefungwa na maamuzi ya watu wazima, binti aliyekuwa anabeba mzigo wa ndoto za baba yake bila kuulizwa kama anaweza kuubeba. Ndani ya moyo wake, mawimbi ya hisia yalikuwa yakipigana. Kulikuwa na huzuni ya mapenzi yaliyonyimwa, hasira ya kimya kwa maamuzi aliyolazimishwa kuyakubali, na woga wa kesho isiyoonekana. Lakini juu ya yote, kulikuwa na sauti ndogo iliyomwambia kwamba ukweli hauwezi kufichwa milele. Kelvin bado alikuwa anakuja kijijini, lakini hata Neema, ambaye hakuwa mtaalamu wa kusoma tabia za watu, alianza kuona tofauti. Alikuwa anaongea sana, zaidi ya kawaida. Alikuwa anasisitiza mipango ya baadaye kwa haraka isiyoelezeka, kana kwamba alikuwa anakimbia kitu. Alikuwa akipokea simu nyingi, mara nyingi akijitenga, na tabasamu lake lilianza kuonekana kama barakoa kuliko hisia ya kweli. Siku moja walipokuwa wamekaa nje jioni, Kelvin alisema kwa sauti ya kujiamini bandia, Neema, maisha ni hatari. Mtu lazima ajue kusimama na fursa, hata wakati mambo yanapobadilika. Neema alimwangalia kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Na vipi kama fursa yenyewe ndiyo tatizo? Aliuliza kwa upole. Kelvin alicheka kwa haraka. Wewe huelewi mambo ya biashara.
Neema alinyamaza. Ndani ya kimya hicho, alihisi umbali mkubwa zaidi ukijengwa kati yao, umbali ambao haukutokana na kijiji wala mila, bali na mioyo isiyokuwa pamoja. Wakati hayo yakiendelea Mbuyuni, Juma alikuwa katika ulimwengu tofauti kabisa. Kazi ya ujenzi haikuwa rahisi. Kila siku ilianza kwa kelele za nyundo, vumbi na sauti za watu waliokuwa wanapambana na maisha. Hakukuwa na huruma, hakukuwa na kumbukumbu za mapenzi yaliyopita. Kulikuwa na kazi, jua kali na usingizi mzito wa uchovu. Lakini usiku ulipofika, mawazo hayakuweza kuzuiwa. Juma alipolala, akili yake ilirudi Mbuyuni. Alimwona Neema chini ya mkuyu, alisikia kicheko chake, alikumbuka ukimya waliokuwa wakikaa nao bila kusema neno. Aliuliza swali lile lile mara kwa mara. Je, nilipaswa kupigania zaidi? Au ulimwengu huu haukubali mtu kama mimi kupigania mapenzi kama hayo? Barua ya mama yake ilimfikia siku moja alasiri, ikiwa imekunjwa vibaya, maandishi yakiwa yamepinda kidogo kwa mkono uliokuwa umechoka. Aliisoma polepole, neno kwa neno, kana kwamba alikuwa anaonja kila sentensi. Mwanangu Juma, huku nyumbani mambo yanabadilika. Watu hawasemi sana, lakini macho yao yanaongea. Baba wa Neema ana mawazo mengi. Wewe umepea ni imara, usikate tamaa. Maisha yana njia zake. Juma aliketi kimya kwa muda mrefu baada ya kusoma. Maneno ya mama yake hayakusema moja kwa moja, lakini yalibeba uzito wa kitu kikubwa kilichokuwa kinakuja. Kijijini, maandalizi ya harusi yaliendelea kwa mwendo wa polepole, kana kwamba kila mtu alikuwa anatembea juu ya ardhi yenye mayai. Mapambo yalikuwa machache kuliko ilivyopangwa awali. Watu waliokuwa wameahidi msaada walianza kuchelewa. Ngoma zilifanyiwa mazoezi, lakini bila furaha ile ya awali. Wanawake wa kijiji waliinong'ona kwa siri. Harusi hii haina baraka, mmoja alisema. Ni harusi ya pesa, si ya moyo, mwingine akaongeza. Lakini bado hakuna aliyethubutu kusema waziwazi mbele ya familia ya Selemani. Neema alizidi kujifungia ndani. Alitii kwa nje, alifanya alichoambiwa, lakini usiku machozi yalikuwa rafiki yake wa karibu. Alianza kuandika maneno yake kwenye karatasi ndogo, akiziweka chini ya godoro, maneno ambayo hakuweza kumwambia mtu yeyote. Je, mapenzi yana thamani gani bila uhuru? Aliandika siku moja. Je, binti anatakiwa kuishi ndoto za baba yake hata kama zinamvunja? Aliandika siku nyingine. Bwana Selemani naye alianza kuishi vita vyake mwenyewe. Alianza kukumbuka safari yake ya maisha, jinsi alivyopambana kutoka chini, jinsi alivyokataa kuwa maskini tena kwa gharama yoyote. Alikumbuka watu waliomcheka alipokuwa hana chochote, na aliapa kwamba familia yake haitapitia fedheha hiyo. Lakini sasa, fedheha ile ile ilikuwa inamkaribia polepole, ikimwangalia machoni,
Alipojaribu kuzungumza na Kelvin kuhusu baadhi ya masuala ya kifedha, Kelvin alitoa majibu ya kukwepa. Masoko yanabadilika, alisema. Mambo ya benki ni ya muda, akaongeza. Lakini Bwana Selemani alianza kuhisi kuwa hakuwa anaambiwa ukweli wote. Siku moja jioni, alipokuwa amekaa peke yake, alimkumbuka Juma. Ilikuwa kumbukumbu iliyomjia bila kualikwa, uso wa kijana yule mtulivu, sauti yake ya heshima, macho yake yaliyokuwa hayana tamaa. Alitikisa kichwa chake kwa hasira ndogo, kana kwamba alikuwa anajilaumu kwa wazo hilo. Upumbavu, alijisemea. Upendo haulipi madeni. Lakini sauti ile haikujibu kwa ukali kama zamani. Ilikuwa dhaifu zaidi. Wakati huo huo, kijiji kilianza kubadilika mtazamo. Watu waliokuwa wakimsalimia Bwana Selemani kwa heshima ya hali ya juu walianza kupunguza maneno. Wengine walimwepuka kimya kimya. Heshima, Neema aligundua, ilikuwa kama kivuli, kipo wakati jua likiwa juu na hupotea giza linapokuja. Siku moja asubuhi, Neema alipita karibu na mkuyu ule ule. Alisimama pale kwa muda mrefu, akishika shina la mti kwa mkono. Alihisi kumbukumbu zikimjia kwa wingi kiasi kwamba machozi yakaanza kumtoka bila hiari. Ndipo akasikia sauti nyuma yake. Haupaswi kuwa hapa peke yako. Aligeuka kwa haraka. Alikuwa ni mama wa Juma. Mama yule mzee alimwangalia Neema kwa macho yenye huruma na hekima nzito. Usiogope, alisema kwa sauti ya upole. Miti kama hii husikia mengi, lakini pia hulinda siri. Neema alitaka kusema kitu, lakini maneno hayakutoka. Badala yake, machozi yaliongea kwa niaba yake. Mama wa Juma alitabasamu kwa huzuni. Maisha ni safari ya kujifunza, alisema. Na wakati mwingine somo kubwa huja kabla ya furaha. Walikaa kimya kwa muda, kila mmoja akisikiliza mawazo yake. Upepo ulivuma taratibu, ukitikisa majani ya mkuyu, kana kwamba ulikuwa unashuhudia kila kitu. Ndani ya kimya hicho, uamuzi fulani ulianza kuiva katika moyo wa Neema, uamuzi ambao bado haukuwa na jina, lakini ulikuwa na uzito wa kubadilisha maisha. Na wakati huo huo, mbali kidogo na kijiji, Juma alipokea ujumbe ambao usingempa usingizi usiku huo, ujumbe ambao ungeanza kuunganisha tena njia zilizokuwa zimetenganishwa kwa maumivu na kiburi.